Nachukia dini. Mimi nachukia dini sababu dini inawafanya watu kusahau cha msingi, cha muhimu ambacho walipaswa kupata. Amen. Hili linaleta mafarakano kati ya watu, wanasahau lile ambalo walilofundishwa. Biblia inasema ya kwamba Mungu ni upendo. Amen. Mungu ni upendo, na katika kuwa upendo Yesu akaacha anasema kitu, akasema amri moja ninawapa ni kwamba mpendane kama mimi nilivyowapenda. Hapo ndipo watajua kwamba ninyi mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Amen. Amen. Unifuate. Inasemaka nitakuwa na kukuambia ile ambalo itakutosha. Lakini somo letu la asubuhi ni nini? Uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Amen. Ndilo neno letu la asubuhi. Nimelipata hapa tu, sikuitayarisha, lakini ninaona nitatembea nivyo ninatembea. Kama na hutaniona na makaratasi, lakini tutaenda tushiste kubiti na tuangalie Mungu atasema nini na sisi. Kwa sababu katika ule uwezo ndimo mnakuwa nguvu. Ule uwezo ndiko kitu ambacho tumepoteza tangu msingi ya baba yetu. Ule uwezo ndilo umemfanya Mungu atafute kushuka katika dunia, awe na mamlaka katika ulimwengu. Shabaha yake haikukuwa kuumbe tuju ukule ugali na uende na ukomale na kesho ukufe. Lakini alipenda uishi ufalme wake hapa chini duniani. Lakini Biblia dini na kuambia nini? Utajua rithi ufalme wa mbinguni, lakini neno halikusema vile. Yesu alipofundisha wanafunzi wake kuomba, amewaambia neno. Msali hivi: Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako takatifu ndilo litukuzwe. Kusema katika kila kitu tutakachokifanya, Mungu aonekane wa kwanza, tukimpatia sifa, maana vyote vyenye uko navyo ni yeye amekupa. Amen. Na wakati ambapo anaonekana wa kwanza, ndio ufalme wake utashuka ndani yake, utaanza kuishi hapa kudunia, hapana wakati ujapo. Na ndio maana dini kafundisha watu, ikawaambia mkibatizwa na kuingia katika kanisa, mfanye matendo mazuri, watu wakwe na waona wazuri, mtembee wawaone wajui kama nyiba kanisa yetu ya Sepake mnakuwaka babie, mnavalaka vitambala na mnaonekanaka kuwa bie, hamutembeake ovyo. Ikasahau kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kukubadilisha, na hicho kitu ndicho kitakubeba kwenye kweli yote. Itakuvika chini. Na hapo unakuwa unaona dada anakuwa njiani akitembea, akimkuta mchungaji kama alikuwa na kijana, anamwambia pasera anakuja. Kumbe ndani kumeuza. Sababu gani? Ni dini aliona, akasahau kupata kitu cha msingi ambacho kinipachwa kumpatia ufalme wa Mungu. Na ule ufalme ndio natufanya wakati ambapo tumeupata, ndipo tunaweza kuomba Mungu lolote kwa jina la Yesu, naye atatupatia. Amen. Sikia nikwambie ndugu yangu, Biblia inasema Mungu alipomuumba mtu, alichukua udongo huu akamfanya mtu. Kusema asili ya mtu ni udongo, sababu hakuna kitu ambacho kiliishi katika dunia na hakikutoka katika udongo. Kusema hakina uhalali wa kuwa katika dunia, sababu hakikutoka katika udongo. Ndio maana hata nyama, hata kila kitu. Ndio maana shetani hana uwezo wa kuja aingie ndani yako, kwa sababu haiko asili yako. Ndio maana kwa kuonekana shetani anaingiaka ndani ya mtu, maana huyu mtu ndiye ana uhalali, huyu mtu ndiye anakutokea. Shetani anakutokea ndani ya mtu, anakutukana, anakukwaza, anafanya kila kitu. Aitumia nini? Hii uhalali ambayo wewe ulikuwa nayo, akaingia ndani ya mtu mwingine, maana huyu mtu ndiye ana asili ya udongo. Ndio anakuambia mapepo
zinatumiwa ndani ya watu ili ulimwengu uchafuke. Na zinaingia kati ya watu gani? Wale ambao hawajui kile ambacho wanachokifanya, yule ambaye waliomwamini. Biblia inasema wakati Mungu alikuwa amekwisha kumuumba, akafanya udongo. Huu udongo haukuwa hai, ulikuwa tu pale. Udongo hauna uwezo, hauna mamlaka, ni udongo, ni mifupa, minyofu na nyama, na basi biko pale. Na ndio maana wakati mtu anakufa unaonaka iko pale, anarudia katika ile asili. Neno linasema ya kwamba akachukua sehemu yake yeye Mungu, akampulizia mtu. Huu ndiye ule uwezo ambao ulimfanya mtu akawa nafsi hai. Sema amen. Amen. Huyu mtu akawa wa asili ya Mungu, si wa asili ya udongo. Ndio maana katika Yohana sura 4 Yesu anazungumza na yule mwanamke, anamwambia, ninyi mnaabudu msichokijua, lakini wakati huko na huko sasa ambao waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na katika kweli. Amen. Sababu Mungu asili yake ni roho, na wakati ambapo mtu anamwamini anapaswa kuwa roho. Amen. Amen. Kuwa roho sababu gani? Adam alipoambiwa kuwa katika Edeni, Biblia inasema Mungu alipompa ule roho, Biblia inasema akamupulizia pumzi. Adamu akawa mtu hai. Amen. Amen. Kusema kuna mtu anayetembea lakini ni mfu. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba kuna mtu yuko lakini Mungu hamjui. Wakati Mungu hakujui wewe ni mfu. Ndio maana mwanafunzi mmoja anamwambia Yesu, niache niende nikazike baba yangu. Akamwambia, waache wafu wazike wafu wao. Sababu gani? Huyo mtu ambaye hana Mungu si mtu. Usione umutu ndani yake, sababu matendo yake yote itakuwa ni ya mwili, ya dunia. Ndio maana mtu anaweza kukamata vyote alivyo navyo juu apendeze mwili, lakini anasahau kama Mungu aliyemuumba, Mungu wa vitu vyote, ndiye amemfanya vile alivyo. Anapokuja kanisani, anapofanya kitu juu ya Mungu hatendi, lakini juu ya mwili anashughulika. Asili yake ni dunia. Amen. Amen. Itahitaji wasomaji wazuri wanisomee mistari miwili tu. Yohana sura 1 mstari wa 12. Yule ambaye atanisomea mchungaji nisaidie. Yohana sura 1 mstari wa 12, na baadaye utaruka Matendo ya Mtume sura 1 mstari wa 8. Anaipata asome. 1 Yohana 1 mstari wa 10, sura ya kwanza na verse ya 12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Amen. Chunga ile neno uwezo. Matendo ya Mitume 1 sura ya 8. Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 8. Matendo ya Mitume 1:8. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Neno la Bwana. Amen. Unajua dhambi ni kitu ambacho wanachokifanya hawakichukii. Sababu kikuta kwa wanafichika $5,000 hapa tunaitia mfuko, mwenye anaibeba nasemaka leo nilipata. Si kweli ile? Anaona seme leo nilipata. Anaimua mtoto wa mwenzake, kati walitengana na Mungu kumkatokea kitu.
wakaanza kutafuta Mungu katika kujipatanisha kwa Mungu. Adamu watoto wake wawili wakaanza tafuta Mungu. Kaini alikuwa pale na Abeli alikuwa pale. Wengi wanakwambia Kaini akatoa vilivyo vibaya. Nani alikwambia? Kaini hakutoa vitu vibaya. Lakini ukombozi haukukuwa katika vitu. Hakukuwa na ufunuo. Sababu Kaini alikuwa wa shetani. Amen. Haiko pale ninataka kuingilia. Biblia inasema ya kwamba Adamu akamjua mke wake, akazaa mwana, jina lake akamwita Kaini, akasema nimepata mtoto kwa Bwana. Tena akamjua, akazaa Abeli. Hapa kuna siri kubwa. Abeli alizaliwa na Mungu na Kaini alizaliwa na shetani. Sababu gani? Roho ambayo alikuwa ndani ya Kaini ilimjulisha kama akichinja Abeli atakufa. Sababu baba wa wauaji ni shetani na ndiye alikuwa ndani ya moyo wa Kaini. Kaini hangepata ufunuo. Mungu alijua ya kwamba wakati Adam alikufa, sacrifice alikamata tena kile kitu kilitoka mudongo, nyama ikakufa, ikamwafuchikia Adamu aibu. Biblia inasema akamvika ngozi. Haiko ndio probleme hawa watu wote wanachokitafuta, wanatafuta waone ule mji ambao hamna shida, ambao una amani, ambao una faraja, ambao mtu atajisikia kupia. Na mji huo ndio ambao Yesu alikuja kuwezolea hapa kudunia, akasema musalipo museme ufalme wako uje kama vile ulivyo mbinguni. Sijui utanielewa. Amen. Halafu wakati Yesu sasa anakuja, anaanza funua mambo, anawaambia wanafunzi wake. Ukisoma Luka sura 12, Biblia inasema alipoingia katika hekalu, mamia wako na kanyagana wanasukumana, akatokea wanafunzi akamwambia, mwenye mfanye hange na chachu ya Mafarisayo. Unafiki. Mafarisayo ndio walikuwa wanakilisha watu kimungu, si kweli ile? Biblia inasema makuhani walifanya kila kitu, walichinja kondoo, sababu kwa kisi mtu ahesabiwe haki, ilibidi kile kitu chenye hakina kosa, nyama haikuwa na kosa, ikufe juu ile damu ifunike dhambi ya ule mtu mwaka moja, tena mwaka kesho tena unarudi. Lakini alipokuja yule mwenye ufunuo, Biblia inasema ya kwamba Mungu akiingia ndani yako, hautaona vitu jinsi vingine viko wanaviona. Amen. Amen. Atakupa ufunuo. Uwaze tu. Yohana nakuya sababu alikuwa na roho. Huyu uwezo ulikuwa ndani yake. Biblia inasema alikuwa mtoto wa kuhani, lakini hakwendaka kuchua. Hakwenda fundishwa Torati, hakwenda fundishwa na mtu. Alifundishwa iko ndani ya roho ya mama ya tumbo ya mama yake. Biblia inasema bakamwambia Elizabeth, huyu mtoto asitumie kileo, maana roho atakuwa ndani yake. Sema amen. Ndio maana usidanganyike. Mtu hawezi kunywa pombe kesho akwambia anajazwa roho. Atakwe pastor wako piga. Amen, amen. Biblia inasema tusilewe kwa mvinyo, bali tufanye nini? Tujazwe roho. Sema amen. Kusema hakuna mtu awe askofu awe nani, katika kileo ndimo mnakuwa shina ya mabaya. Samsoni alipokunywa akaambia Delila sili, baka mnyo. Haiko kwa lile? Hangisemaka. Angisemaka hakukunywa pombe. Au niambia se, mimi nakunywa pombe mesiwezi drage bongo tadrage tu. Sababu itakubeba mwile vitu. Ni shina, ni matunda ya kile kitu kiko ndani yako. Na kiko ndani ya mtu ndio kinatoka kama mkino. Haiko kweli? Utakunywa na wenzako kisha wanakuambia se, lakini gose tulisha ase simoni wa pia ule. Maana kesho utaingia tu. Sababu gani? Ndani yako uko kwanza na ile haujui Mungu na ule uwezo, na uwezi kujigeuza. Hata jikaze bongo habajikazake, habajikazake
au unaongozwa na Mungu au dunia na kuongoza. Ndio maana hata mnaona makanisa yanakorogana. Bapastere banapigana mangumi juu ya mago na wengine biko. Sababu gani? Bamesahau shina, wakaona kama nguvu zao ndio watapata. Lakini nataka nikwambie ya kwamba ndani ya Kristo ndimo mna utajiri wote. Biblia inasema hivi, nataka kupata moto kidogo. Petro, Yesu anamuita, akabaita 12, sikweli ile ndani yao sikuwa shetani. Amen. Kusema hakuna ufalme unaweza kuta na shetani hamuna representa wake bongo. Kwa pastere, mko ba pastere ba kweli na mko benye biko ba representa ya shetani. Ndio nakuta ni pastere lakini iko nazini na Wakristo yake. Ndio nakuta ni pastere lakini shina yake iko nenda kuzimu, banakuambia sasa ishara. Mimi ninajua ishara zitafuatana ndo na wanaoamini. Wataweka mikono juu ya wagonjwa, watapokea wao, watasema kwa lugha mpya, na ishara zitafuatana nasi wakati ambapo tunasimama katika neno. Hili ni neno la Mungu. Alafu Petro wakati ambapo naye wametembea sasa na Yesu, lakini alikuwa hajaelewa vile alikuwa naye. Biblia inasema ya kwamba akauliza, sasa Yesu, tunakufuata, tunaacha vyetu, sasa tutapata nini? Yesu kamwambia hivi, mtapokea mara 100 na kisha uzima wa milele. Amen. Amen. Kisha baada ya siku anaona barakia kama Yesu anamuua sema, ndio vya yeye hivi. Bwana manake tulimfuata ni abatili. Sasa Yesu kuna zungumza nabo. Ase sasa Bwana Yesu achakufika. Wakati gani utakuja kumupa Israeli ule ufalme? Mbona tulizani wewe unakia kututosha mikono ya Warumi? Ulikuwa na nguvu wewe tena. Wewe mtu ulikuwa kulisha wale watu yote, alikuwa anapiga press 5000 banaume tu, wa imagine watoto wangapi walikuwa kuna wanaume. Tukikihubiri huku nikiita mwito, mara mingi wanawake ndio wanakuwa mingi, wanaume wanakuwa na vichwa ngumu. Sasa Yesu alipiga press 5000 baga sotu hawaseme mwanamke. Anasema tena niliona tembea yule ya mai. Watu sungisema katubale Warumi kama tungemaliza vile vitu. Sasa bitakuwa ndio Mungu Yesu anamwambia, haiko kazi yako kujua kusema ufalme wangu sio wa dunia hii, bali ni ufalme ambao wakati utaingia ndani yake utauelewa, utaelewa vile ambavyo unavyovifanya. Biblia inasema ya kwamba niko na wavu zangu na ningali na bahari ngali pale, ningali najua gisi ya kuloa. Sasa mimi narudia kusamaki bezake, wakasema neshi tutakufuata. Bakaenda akatupa, baliendaka 7. Nasoma Biblia na kumbuka baliendaka 7, karibu 7 au zaidi. Busiku mzima biko banaloa hata ndugu mlugha yetu ya Bukavu ile, mimi narudia Bukavu, atalungagala kama chungu. Yesu anamuuliza asubuhi, Petro, wanangu mna nini? Akasema, Bwana, tumeloa asubuhi, busiku mzima, hata kitu. Sababu gani? Alikuwa ameajiriwa, amewekwa kukazi, anafunzwa miaka 3.5, anatembea na Yesu, lakini elimu ambayo alipata haingemfanya aelewe vitu yenye liko. Ndio maana unaweza fanya teolojia yako, nafanya kila kitu,
lakini utakuwa teolojia kwenda kugabula makanisa na kutafuta Wakristo wenye utaanza apigie mafranga zao. Kama haujaliwe neema za kupata ufunuo. Biblia inasema, akasema Bwana hataki. Kwanza hakutuate kama wengine nani. Sasa tuliloa asubuhi mzima hatukupata hata kitu. Neno linasema, akamwambia, tupa wavu wako upande wa kuume utapata samaki. Sikia nikwambie, wavuvi wanajua samaki haziwezi patikana nchi kavu. Jua alikuwa anaongea Yesu hapa, na yeye iko sawa pale kwenye hawezi kufa samaki. Haziwezi. Akapata neema, akasema hivi, Bwana, kwenye usiku mzima tulipima, na kwanza unesha kucha samaki hazikufake Isa. Sasa lakini kwa neno lako, haleluya, nitapima. Biblia inasema katupa. Sali tupa, samaki zikajaa. Sema amen. Zile samaki zilikuwa wapi? Mtihani. Mwata alijibia, nitapenda mtu aniambie zile samaki zilikuwa wapi. Alitupa usiku mzima kwa maji. Busubuhi zinakufa, zilikuwa wapi? Haleluya. Amen. Wakati Mungu anakuita, anakupa ahadi. Wakati unatoka mdunia, unakuya mkanisa, hautatembea sawa mtu wa dunia, wala hautafanya vitu vyako tena kwa nguvu zako. Haiko kwa jasho utakula, lakini kwa neno utatembea. Katika lile neno ndimo mlikuwa uzima wetu. Katika lile neno ndimo mko baraka zetu. Katika neno la Mungu ndimo mna mafanikio yetu. Katika neno lake tutatawala. Biblia inasema lolote tutaomba kwa jina la Yesu tutalipata. Lakini wakati ambapo tunashika lile neno. Ndio maana Yesu akamwambia, kazi yako Petro haiko kujua, lakini condition sine qua non pour suivre Jésus, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Saulo alikuyaka, Biblia inasema ya kwamba Petro ambaye aliacha kenda kuwavu, ambaye aliuliza Yesu, tutapata nini? Hakuwa tena na wakati wa kuuliza yale maswali. Maana wakati ule uwezo unakuja ndani ya mtu, Biblia inasema utamweka kwenye kweli yote. Utatwaa yaliyo ya Yesu na kumpasha huyu mtu habari. Na Biblia inasema ya kwamba Baba, Mwana na Roho watafanya makao ndani yake. Hapo ndipo neno linasema hivi, hamjui ya kwamba ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, naye Mungu amefanya makao ndani yenu? Ndio maana mtu akiharibu mwili, usiseme ase ile ni mwili. Mungu atakuharibu, kama vile anavyoandika Paulo katika kitabu chake cha Wakorintho 3:10. Aseme nini ni hekalu. Mungu akishafanya makao ndani yako, hautatembea sawa watu wengine. Amen. Amen, amen. Huyu Paulo, wakati hizi samaki zilikuwa katika neno. Mafanikio ya Mkristo inakuwa katika kutii, hapana katika nguvu zake. Ndio maana Biblia inasema katika Kumbukumbu 28, ukisoma mstari wa kwanza, Biblia inasema ikiwa mtasikiliza sauti ya Bwana Mungu wenu na kuyashika maagizo, ndipo mtabarikiwa mtokapo na ndipo mtabarikiwa mwingi wapo. Amen, amen. Na kama hamtasikiliza, laana zitakuwa juu yenu, mtaoa mwanamke, wengine watalala nao, mtazaa watoto, hamtapata faida, mtalima wala hamtapata kitu. Amen. Ndio maana siku yote unajiuliza, ayeba Kristo, habiko wa Kristo. Mkristo anatembea katika neno. Niulize nikwambie,
Mimi wakati mmoja nilikuwa nahubiri fasi moja hivi. Mke wangu ama mama anakuwa hawasikia. Mimi namwambia, ananiambia papa, nenda kundoa kwetu. Nikamwambia hii ndoa moja hii mimi sisikie kama uende kule. Kaniambia hapana. Nilimwambia kama mara 3. Akauza jeli zake, akatumia mloko yake, akabakia kunyumba. Mimi kwangu msafari, kwanza sikuendea mahubiri, nijue kwenye mimi nendaka niwe mu business yangu, batanialika tunameta sema, sababu hiyo ndio tunaamuliwa. Biblia nasema baba zetu ambazo walitufundisha walituambia uwe tayari wakati unakufa na usiofa. Baki kualika, sema maneno haiko yako, uwe tayari wakati wowote, hubiri watu injili. Basi niko kule, bibi yangu ndoa yao ikakuwa, bakaka yake bakakuwa bakamkamata. Wewe ndio mtoto wa kwanza wa papa na fie wetu wa mwisho ndio atolewa. Ayetu neza lakini kamwambia siendi sababu bwana yangu alikataa. Wakamwambia seme hapana. Bakaja wakampatia gari, akatoka kae. Fasi utatoka. Wakati anatoka hapo siku ya kwanza,